Yes, shalom, shalom, shalom. Tena taifa la Mungu popote ulipo, Mungu akubariki sana na neema ya Mungu pamoja na wewe. Awali ya yote tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema hii na kibali ambayo ameachilia mikongo na kwako kwa kuweza kuiona siku ya leo, lakini pia nikushukuru ambao umeendelea kuwa ni mmoja wa baraka katika channel hii ama madhabahu hii ya Prayers Charismatic. Ndugu zangu wapendwa na wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom, shalom. Karibu tena katika mada tuliyokuwa nayo hapo jana, ambapo kichwa chuo cha somo kilikuwa kinasema kwa habari ya roho ya uaguzi, na jana tuliangalia ikiwa ni sehemu ya kwanza na leo ikiwa ni sehemu ya pili. Jana tuliangalia kwa habari ya nini maana roho hiyo ya uaguzi, lakini pia tulijifunza asili, lakini pia tukaangalia jinsi inavyojificha. Basi ikiwa tena ni siku nyingine Mungu ametupa nafasi na kibali, siku ya leo watu wa Mungu tutakwenda kuangalia jinsi hii roho inavyofanya kazi, jinsi hii roho ya uaguzi inavyofanya kazi. Kwa kwanza nianze na nini maana ya namna ama jinsi roho inafanya kazi. Unaposema kufanya kazi kwa roho ya uaguzi, maana yake unazungumzia utendaji au kutenda au kudhirisha kupitia mtu au kutoa maarifa, utabiri au taarifa zisizotokana na Mungu ili kuwavutia watu wenye kudanganyifu au utegemezi usio wa kimungu. Manake hizi roho ya uaguzi hufanya kazi kwa kudhirisha kupitia mtu ili kutoa maarifa, utabiri na ushawishi ambao sio chanzo cha Mungu. Na hii udanganyifu au ushawishi utolewa zaidi kwa wale watu ambao unakuta si wenye utegemezi katika Mungu. Manake watu ambao kimsingi unakuta hawalifahamu neno la Mungu. Amina. Sasa unapozungumza namna inaofanya kazi, manake nitagusa pengine kadhaa kulingana na muda wa video yetu. Amina watu wa Mungu. Yes. Twende taratibu utanielewa. Jambo la kwanza, ufanya kazi kwa kuiga kazi ya Mungu. Rejea kitabu cha Kumbukumbu wa Korinto wa pili sura 11-14. Maandiko yanaeleza kwamba shetani hujigeuza kuwa mfano wa Mungu au kuwa malaika wa nuru. Amina watu wa Mungu. Na kama shetani naye hujigeuza kuwa mfano malaika wa nuru, manake hilo ya uaguzi inaweza kuonekana katika hali ya utakatifu. Inaweza ikaonekana kama kuletea msaada. Inaweza ikaonekana kama kuwa na nguvu ya kiroho. Inaweza ikaonekana kama ni moja ya matatizo ya watu, yaani kwamba ni suluhisho matatizo ya watu. Lakini sikilize nikwambie, tatizo si ule ukweli, tatizo kile ambacho unakiona mbele. Mtu wa Mungu, wakati mwingine maandiko yanatuambia kitu kimoja. Yohana wa kwanza 4 ule mstari wa kwanza anatuambia, msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho. Tumsifu Yesu Kristo. Usijaribu tu kuangalia jambo lile limeonekana. Ndio maana Wakristo wengi huamini katika matokeo, lakini si wengi wenye kuangalia chanzo cha kile ni nini. Je, ni kweli inalingana neno la Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa usishawishike tu kwa kile ambacho unakiona kwamba huyu mtu ameponywa, na mimi nataka niende nikaponywe. Tumsifu Yesu Kristo. Jaribu kuangalia chanzo cha uponyaji wake ni nini. Lakini pia sio chanzo tu. Je, ni kweli inaendana na neno la Mungu? Mtu wa Mungu, maandiko yanasema msiamini kila roho bali jaribuni hizo roho. Jambo la pili, namna inayofanya kazi. Ufanya kazi kwa kudanganya ukweli na uongo. Amina. Kwa kuwadanganya watu kwa ukweli na uongo. Manake nini? Manake hii roho ya uaguzi ufanya kazi kwa mfumo upi? Ni kwamba unakuwa una ukweli kidogo, una uongo kidogo, alafu upeleka jambo lake. Kwa mfano, ukirejea Mwanzo 3:1-5, maandiko matakatifu anasema nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu sana. Na nyoka alijaribu kwenda kwa nani? Kwa Hawa. Akamwambia Hawa kitu kimoja, kwamba Mungu amekuambia usile hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Manake nini? Manake alikuja na ukweli wa neno la Mungu, kwa sababu Mungu pia alimwambia asile. Manake alikuja na ukweli, lakini baadaye akaja akatoa uongo. Tumsifu Yesu Kristo. Akamwambia kwamba hamtokufa. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Na ule mstari wa 5 unajaribu kuelekeza kwamba baada ya kuleta uongo na ukweli akampeleka sasa kwenye njia yake. Na ndivyo ambavyo watumishi wengi siku hizi wanafanya. Ndivyo ambavyo wachungaji wengi siku hizi wanatenda. Ndivyo ambavyo watumishi wengi siku hizi wanapotosha kanisa. Na kwa sababu ya watu wengi, waumini wengi wamekosa maarifa haya, watu wengi wamekuwa wakipotea kwa sababu ya neno kidogo. Unakuta mtumishi anatamka neno kidogo, kwa sababu lipo kwenye Biblia. Unakuta kwa mtu ambaye hajui chanzo cha hayo inatokana na nini, hajachunguza neno la Mungu vizuri, anakuwa ni mwepesi kuweza kuamini, lakini kumbe ni uongo na upotevu wa watu wa Mungu. Jambo la tatu, namna ambavyo roho ya uaguzi inafanya kazi. Roho ya uaguzi, mtu wa Mungu, hufanya kazi kwa kufungua mlango wa utumwa wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Ukirejea Matendo ya Mitume 16:16, unamkuta ule dada. Yule kijakazi, maandiko anasema hivi, hao bwana zake walijinufaisha, walipata faida kupitia hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nisikilize.
Maandiko yanaposema kwamba msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho, tumsifu Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Kuna wakati mtu wa Mungu utabaki maisha unaendelea kuishi kwa sababu ya kukosekana kwa maarifa haya yanayokupatia. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu leo hii unakuta mchungaji ama mtumishi anakuja na kuambia kwamba Bwana amenifunulia kwamba leo hii anakuja, unakuta labda anakuja na udongo. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, jambo ambalo natamani kila mmoja aweze kuelewa, sio kwamba kila karama ni roho ya uaguzi, kwa sababu kuna zipo karama. Kuna karama za uponyaji, kuna karama za unabii, kuna karama za walimu, mtu wa Mungu. Sio kila karama ni roho ya uaguzi, lakini ninachotamani ujue ni kwamba sio kila roho ya kuweza kuiamini. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Utaendelea kuliwa, mtu wa Mungu, na wewe hauwezi kuendelea. Kila mtumishi anakuja na kwambia leo hii Bwana amenionyesha nikuje na udongo anakuja nao. Alafu naambiwa leteni shilingi 50 hapo. Udongo nakuta anachukulia hapa na anapeleka hapa. Tambua chanzo, tambua je, inaendana nao la Mungu? Umepima katika roho na kweli? Tumsifu Yesu Kristo. Jambo lingine, hilo ya uaguzi hufanya kazi kwa kuwafanya watu wamtegemee mwanadamu badala ya kumtegemea Mungu. Rejea Isaya 8 ule mstari wa 19. Maandiko yanasema na wakati watakapotamka, anasema tafuta habari ya watu wenye pepo. Utaona hapa namna ambavyo nabii Isaya alikuwa anawaambia watu. Amina. Kwa sababu hao watu walikuwa wanategemea mizimu, walikuwa wanategemea mapepo kwenda kuwauliza. Lakini mtume nabii Isaya akamwambia kitu kimoja, je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Tumsifu Yesu Kristo. Na je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu hao? Amina. Kwa kuna baadhi ya watu leo hii wametegemea watu. Unasikia mtu anakuambia, yani mtu hawezi kufanya uamuzi pasipo kumuuliza mtu. Amina. Sio kwamba usifanye uamuzi peke yako au ufanye uamuzi peke yako, lakini jaribu kuangalia. Kuna baadhi ya roho za uaguzi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mfano, hebu angalia Matendo ya Mitume 16:16. Hero ya uaguzi ambaye ilikuwa ipo katika kijakazi huyo alikuwa akitabiri ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuja katika hali ya ukweli kabisa. Lakini maandiko hayatuambii kwamba Paulo alikubaliana. Ni kweli alikuja katika ukweli, lakini je, ilikuwa ni aina gani ya roho ambayo ilikuwa inamuongoza huyo mtu? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hata kama mtu anakuja na kuambia ukweli, lakini jaribu kupima ule ukweli katika neno la Mungu. Jaribu kupima ule ukweli, mtu wa Mungu, katika chanzo. Ujue chanzo chake ni kipi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Zaidi ya yote utaendelea kuwa mtumwa na maisha yako, mtu wa Mungu, haiwezi kubadilika. Niamini hicho ambacho nakwambia. Habari ya kweli ipo kwa Mungu peke yake. Unahitaji kitu gani kwa Mungu umekosa, mtu wa Mungu? Muulize Mungu, Mungu atafanya kwa ajili yako. Mungu akubariki sana na neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Jambo la mwisho kabisa, kutumia ukweli kujenga uaminifu. Kitu pekee ambacho hero ya uaguzi utumiaga ukweli kwa ajili ya kujenga uaminifu. Kwa nini utumia ukweli? Kwa sababu ukweli hujenga imani ya haraka kwa watu. Na kama watu wakikubali ukweli, kwa wakati mwingine hata ukilisema uongo, ni rahisi sana kuweza kuaminika. Na kitu kingine pia, inapunguza mashaka ya watu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana pia shetani alikuja na ukweli ndani yake, lakini baadaye akaja akapitisha uongo wake ambao ndio ulipelekea upotevu wa Adam na Hawa. Ndugu zangu wapendwa, wana taifa la Mungu, Mungu akubariki sana na neema ya Mungu endelee kuwa pamoja na wewe. Tukutane katika sehemu ya 3 ambayo itakuwa ni njema sana. Mtu wa Mungu, usikose sana. Kumbuka kulike, kusubscribe channel hii, kulike na kucomment. Niambie umeelewa nini, umejifunza nini. Share kwa huyo mtu ambaye unaona kabisa kwamba ana uhitaji wa hili somo, na Mungu hakika atakubariki sana. Kumbuka kusubscribe ili kusudi linapoachiliwa basi wa kwanza kuweza kupata